Mdudu Talent. Mambo vipi wadau wa Mdudu Talent, kama kawa kama dawa, tunakutana tena katika chaneli yetu ya Mdudu Talent ambayo inakuletea update mpya kila wiki. Sasa leo nimekuletea update ambayo inaelezea kwamba jinsi ya kupunguza matumizi ya chaji. Umeona kuna watu wengi wanalalamika kwamba simu zao hazikai na chaji. Sasa hii ni njia ambayo nyepesi zaidi ambayo unaweza ukaifanya ili simu yako isiishe na chaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo nifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Hatua hii itakuwezesha wewe simu yako kukaa na chaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo nifuate hatua mpaka hatua, usiruke video, tazama mpaka mwisho. Kikubwa usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili upate video zangu kila zinapotoka. Cha kwanza unafungua simu yako. Ukishafungua simu yako kama hivi, unakwenda kwenye neno juu imeandikwa setting. Hii hapo setting umeiona katika kioo chako cha simu yako. Ukishaiona hiyo setting, kisha unaifungua hilo neno setting. Ukishafungua hilo neno setting, kuna setting nyingi ambazo unaziona hapa, ila sisi tutadili na kitu kimoja kimeandikwa app. App hii hapo umeiona kwenye simu yako imeandikwa app. Hiyo app unaifungua. Baada ya kuifungua app, unaisubiria ifunguke kama hivyo. App hapa kuna hizi program app nyingi ambazo mimi nimezidownload na wewe hipo kwenye simu yako. Kwa hiyo utachagua katika hizi app ipi ambayo unaweza ukaishughulikia nayo. Kwa hiyo mimi hapa natoa mfano hapo kama Notepad hii hapa ya juu, nadhani umeiona. Baada ya hapo unaifungua Notepad. Ukishafungua Notepad inafunguka kama hivi. Hii ni app ya Notepad. Wewe kinachotakiwa kufanya vivyote unaviacha, unaenda kwenye neno lililoandikwa Backtree. Hii hapo kwenye simu yako umeona, baada ya mobile data. Baada ya mobile data inakuja Backtree. Unafungua Backtree. Ukishafungua Backtree, unaona kwenye simu yako imekaa kuna neno limeandikwa optimized. Sasa hilo optimized unahamisha, unaweka kwenye restricted. Restricted ndio kwenye simu yako unaiweka hivyo. Baada ya hapo unarudi nyuma kwenye simu yako. Ukisharudi nyuma kwenye simu yako kabisa, umeona Kwa hiyo naweza nikaitafuta app nyingine, lakini kila app ziko hivi. Kwa hiyo mimi natoa hapa mfano, unaweza ukatafuta app nyingine. Wewe unaweza ukafanya kwa app zaidi ya 10, lakini mimi hapa natoa mfano. Kwa mfano nakuja kwenye app hii ya pili. Nikishakuja kwenye app ya pili, ninachokifanya ni njia ile na kwenda kwenye neno Backtree. Baada ya mobile data naingia kwenye Backtree. Umeona Ukiingia kwenye Backtree kuna optimized ile unachokifanya unaihamisha tu, inakuwa kwenye restricted. Restricted ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo alafu unarudi nyuma, unatafuta app nyingine ambayo wewe unaweza ukaiwekea. Kwa hiyo hivi unaweza ukafanya kwa app zote ama baadhi ya app, ni wewe mwenyewe na maamuzi yako. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo inasaidia simu yako ama Backtree isiishe chaji kwa muda mrefu, ama simu yako isiishe chaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo, hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, maana yake tunarudi nyuma kwenye simu yetu kabisa. Tukisharudi tunaingia kwenye setting ile. Baada ya hapo setting unatafuta kuna neno moja limeandikwa Backtree. Backtree hapo nadhani umeiona kwenye display, kuna Backtree. Unachokitakiwa kukifanya, unafungua ile Backtree. Ukishafungua Backtree na kuonyesha kama hivyo asilimia ambazo umetumia. Kwa mfano hapa Backtree yangu jumla zote nimetumia 77%. Baada ya hapo unashuka, utaziona maandishi kama haya, kuna power saving, kuna vitu vingine, background user limit. Kwa hiyo hapa unachokifanya sasa, na kwenda kwenye hili neno imeandikwa views detail. Views detail hapa kwenye message, afu views detail. Hapa inaonyesha kabisa kwenye backtree used during calls nimetumia 3.3. Kwa hiyo hapa hizi ni asilimia ambazo hizi program zinakaa nyuma, yani wewe utakapofanya jambo lako basi hizi program zenyewe zinakula chaji kama kawaida. Kwa hiyo ili ukomeshe hii kutokula la chaji kwenye background, simu yako ikakaa na chaji kwa muda mrefu, basi hii ndio njia. Nifuatilie, angalia kwa makini, niazime masikio na macho, uangalie kwa makini, usipoteze hatua hata moja. Baada ya hapo kwenye message unaingia kwenye views details. Views detail unaibonyeza. Ukishabonyeza na kufungulia kama hivi, unashuka chini. Ukishakushuka chini, hizi ni app hizi ambazo zinaonyesha ni jinsi gani betri zinavyokula chaji ama zinapokula chaji hizi hapo, ikiwa kwenye background kama unavyoona huko nyuma, kama betri using kama nilivyosema 3.3
3, kuna 1 UA ohm, kuna 2.6 na zingine hizi unaweza ukaziangalia hata kwenye simu yako wewe mwenyewe ukaziona. Hizi zinakula chaji bila mwenyewe kujijua. Kwa hiyo sasa tunafanyaje ili kutoa hili tatizo? Nakupa mfano. Kwa mfano naweza nikaenda labda kwenye hii hapa YouTube, hii hapa YouTube, mfano wa YouTube huu ni mfano tu, imekula 0.9. Sasa tutafute ile ambayo ilokula nyingi zaidi, labda hapa kwenye battery using calling 3.3, lakini zipo zingine ambazo zili sana battery charge. Kwa hiyo unaweza kubonyeza labda during calls, unaweza ukaweka hii. Baada ya kubonyeza hii, ukiona ifunguki, basi maana yake iko automatic. Unaenda kwenye app kwa mfano kama YouTube 0.9, unaifungua YouTube hiyo. Baada ya kuifungua, unaona hapa juu imekuandikia kabisa maneno. Kwa hiyo usidili nayo, unachotakiwa kukifanya, unashuka chini kabisa, kuna neno hapa imeandikwa background usage limit, background usage limit. Kwa hiyo hii unaibonyeza. Baada ya kuibonyeza, kuna neno limeandikwa put to sleep ya kwanza, alafu ya pili imeandikwa put in deep sleep. Kwa hiyo maana yake sasa, hii hapa ya kwanza put to sleep, maana yake itakuwa inakula battery taratibu hata kama haujaifungua hii YouTube channel. Kwa hiyo itakuwa iko background inakula charge kama kawaida. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, unabonyeza hii ya chini, unaweka kidude cha kijani put in deep sleep, alafu kisha unabaki, unaacha hivyo hivyo, alafu unabaki nyuma ya simu yako. Kwa hiyo utakuwa unafanya hivyo kwa kila app zote. Kwa mfano hapa YouTube channel tumefanya hivyo. Tunakuja kwenye KineMaster, unarudi vile style ni ile kwenye background usage limit, unaibonyeza, alafu kisha put sleep unaachana nao, unaingiza kwenye put in deep sleep, alafu unabaki nyuma ya simu yako. Hapo utakuwa umemaliza. Kwa hiyo wewe utaangalia ni zipi ambazo unaweza ukaziweka kwenye put in deep sleep ili simu yako ikae na chaji kwa muda mrefu, sababu hizi hapo zikiwa nyuma ya background, ikiwa unafanya jambo lolote, basi hapo inakuwa inafanya kula chaji, ama simu yako haiwezi kukaa na chaji kwa muda mrefu kama hujaweka put in deep sleep. Kwa hiyo ndio njia nyepesi ambayo inaweza kukusaidia wewe simu yako isiishe na chaji kwa muda mrefu. Baada kutoka pale, kuna neno hili la mwisho ambalo ndio muhimu zaidi ya kufanya kwenye simu yako. Hii hapa inaitwa power saving, umeiona kwenye background user limit kuna power saving. Hii power saving unaifungua inakuwa on. Hii power saving inasaidia simu yako kutokuisha na chaji kwa muda mrefu, maana yake itakaa na chaji kwa muda mrefu bila tatizo lolote, umeona. Kwa hiyo hii ndo njia ambayo nyepesi zaidi nimekufundisha jinsi ya kusolve simu yako isiishe na chaji kwa muda mrefu. Hizi ndo setting ambazo unatakiwa kufanya kwenye simu yako. Kwa hiyo ukifanya hizi setting, basi kila kitu kitaenda sawa na hautakuwa na tatizo lolote. Yes, asante sana kwa kutazama video yangu hii ambayo nimeitoa leo. Natumai umeipata somo na umeelewa, na kama una swali ama kuna kitu ambacho hujakielewa, basi unaweza ukanicomment hapo, alafu mimi nitakueleza. Labda una jambo ambalo unataka wiki ijayo tufundishe, basi mimi unaweza ukanicomment ukaniandikia, alafu mimi nitalifanya hilo somo. Kikubwa usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili upate video zangu kila ninapotoa. Chao.